kwa jinsi ambavyo performance ama kiwango ambacho amekionyesha kwa upande wa Pacome kwa msimu huu, unaona kuna kitu ambacho tunapewa nguvu na kampuni ya mikopo ya Shatta Microfinance. Wanakwambia pata mkopo na Shatta Microfinance, msingi imara kwa mafanikio ya kila mjasiriamali nchini. Ofisi zao zinapatikana Ngarenaro Arusha. Unaweza kupigia simu nambari 0742 690 965. Pia wanapatikana Ngaramtoni Arusha, wapigie simu kwa nambari za simu 0794 703 985. Ni kwa ofisi ya Ngaramtoni Arusha. Kwa Mbezi Dar es Salaam, wapigie simu nambari 0752 685 027. Kimeongezeka na kimekuwa bora, na ukitaja wachezaji ambao na kiwango bora kwa sasa kwa upande wa Yanga, obvious utaanza na Pacome Zouzoua. Licha kwamba kuna wengine wanafanya vizuri, kwa mfano Dube amefunga, ametoa pasi nyingi za magoli, lakini Clement Mzize amefunga, ametoa pasi nyingi za magoli, lakini unaona jinsi ambavyo kwa upande wa Pacome anaathiri mchezo moja kwa moja iwe katika mechi husika, na ndio maana amekuwa bora ukilinganisha na wachezaji wengine. Na ndio maana ukiangalia msimu ni kama msimu ambao amewaka, yani ukilinganisha kwa mfano msimu uliopita Pacome mpaka anamaliza msimu wote wa ligi alichangia magoli 11 tu akiwa na Yanga. Msimu uliopita alifunga magoli 7 na assist 4 katika msimu ambayo ndio ulikuwa msimu wake wa kwanza akiwa na kikosi cha Yanga. Na ni msimu ambao tulishuhudia mambo mengi akifanya na akina Stefan Ziki akiwa ndo MVP wa ligi hii, akifunga magoli ya kutosha, magoli 21, akitoa pasi 8 za magoli. Maana yake alihusika katika magoli 29 kwa upande wa Yanga, na Yanga walikuwa mabingwa katika msimu ambao walikusanya alama za kutosha, alama 82 katika msimu uliopita. Walikuwa na kiwango bora, akimfunga mtani nje ndani, maana yake na hata mechi moja akafunga magoli 5. Kwa hiyo Pacome alikuwa bora, lakini safari imekuwa bora zaidi. Safari ukiangalia mpaka sasa Pacome Zouzoua yeye ndio mchezaji ambaye amechukua tuzo za kila mwezi zile nyota ya mchezo ndani ya kikosi cha Yanga mara nyingi kushinda mchezaji yote. Ni mpaka sasa bado enda katika raundi ya 26 mwezi 25, yeye amechukua tuzo nyingi za nyota wa mchezo katika mechi moja moja. Amechukua tuzo zile 6 mpaka sasa, yani kuanzia raundi ya kwanza mpaka sasa hivi tutakwenda, yeye amechukua nyota wa mchezo mara 6. Maana yake ni mara nyingi kushinda mchezaji mwingine yoyote ndani ya klabu ya Yanga. Na tuzo ya kwanza ya nyota wa mchezo alichukua katika mchezo wa raundi ya 3, Yanga ikicheza na JKT Tanzania. Yanga walishinda magoli 2-0. Tunakumbuka ni mechi ambayo kipa wa JKT Dennis Richard alipewa kadi nyekundu kama nakumbuka, na mechi ilikuwa katika uwanja ule wa pale Azam Complex, na Yanga wakashinda goli 2-0. Na ni mechi ambayo Chama alifunga goli katika mechi ile, na Pacome ndo akawa nyota wa mchezo katika mchezo ule ambao Yanga walishinda goli 2-0 au magoli 2-0. Lakini tuzo ya pili kati ya 6 alichukua katika raundi ya 5 ya ligi kuu ya NBC. Ilikuwa ni mechi kati ya Singida Black Stars na Yanga. Hii mechi ni ya raundi ya kwanza, mechi ambayo ilichukua katika uwanja wa New Amani Complex. Mechi ilikuwa ngumu sana katika mechi ile ambayo tukashuhudia bao pekee la Pacome likaenda kuamua mechi ile yote. Ni mechi ambayo watu wengi walisifia kwa ubora jinsi ambavyo Singida walivyocheza. Enzi hizo Singida ilikuwa chini ya kocha Patrick Ausems na msaidizi wake Dennis Kitambi, na ni mechi ambayo mwenyewe Pacome kwa uwezo wake kaenda kayamua, na mara baada ya mechi akawa ndio nyota wa mchezo. Kwa hiyo ni tuzo yake ya pili kati hizo 6. Tuzo ya 3 alichukua katika raundi ya 12 katika ligi kuu ya NBC. Ilikuwa ni mechi kati ya Yanga na Fountain, na ni mechi ambayo Yanga walipata ushindi wa magoli 5-0. Na ni mechi ambayo Pacome akawa nyota wa mchezo. Alihusika katika matukio mengi, momenti nyingi alihusika katika ile mechi, kufunga, kutoa pasi za mwisho, kina Dube akawa anafunga, Dube Dube anafunga, ni kama gari limewaka kwa Dube na kina Clement Mzize. Kwa hiyo ili akachukua tuzo mara baada ya mechi kumalizika, na yeye ndo akawa nyota wa mchezo. Kwa hiyo tuzo yake ya 3 kati ya 6. Lakini tuzo yake ya 4
ilikuwa ni mechi ya raundi ya 21. Yanga walisafiri kwenda Kigoma na walicheza na timu ya Mashujaa. Mashujaa ambayo ilikuwa ni ngumu kuwafunga magoli mengi katika uwanja wao wa nyumbani wa Lake Tanganyika. Mashujaa toka imepanda daraja. Mashujaa ilikuwa je kufungwa chini ya magoli 4 katika au 3 katika uwanja wa nyumbani. Uwanja wao juu na maanisha juu ya magoli 3. Yani alizidi sana ilikuwa ni Azam FC. Magoli 3 msimu uliopita ule. Hao ndio ilikuwa magoli mengi. Lakini mara nyingi unafungwa wewe, either unatoka suluhu ama sare ama utashinda, lakini kwa baadhi na magoli machache. Lakini kwa mara kwanza msimu akapigwa magoli 5 katika uwanja wa nyumbani. Na mechi ile Pacom akachukua tuzo ya nyota mchezo kwa tuzo yake ya 4. Tuzo ya 5 ambayo alichukua Pacom ni katika raundi 24 Tabora na Yanga katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Yanga walishinda magoli 3-0 na mara baada ya mechi akachukua tuzo yake ya nyota mchezo kwa tuzo yake ni ya 5. Jana tumeshuhudia mechi katika uwanja wa KMC Complex. Yanga walishinda goli 1-0 na bao pekee lilifungwa na Pacom Zuzwa na akachukua tuzo Pacom Zuzwa. Kwa katika hii ligi toka imefikia mpaka raundi 26 hii Pacom amechukua tuzo hizi za nyota wa mchezo mara 6. Hiyo kwa upande wa Pacom. Na mpaka sasa hivi amefunga Pacom magoli 8 na ametoa pasi 9 za magoli. Amecheza dakika 1297 na katika mchezo 22 ambayo yeye amecheza. Kwa hiyo amefunga magoli hayo kwa dakika hizo, magoli 8 na pasi 9 za magoli. Kwa hiyo kupiga pale mchango wake wa magoli kufunga na kutoa pasi utaona magoli hayo 17. Yes. Sawa. Ndani ya Yanga kabla hata tujakwenda kwenye ligi nzima, Pacom ndo mchezaji bora kwa tamba zilizosema Simba. Kitakwimu kuna nyota ambao wamefanya kazi kubwa, wakiwemo kina Prince Dube pamoja na kina Clement Mzize. Ndio. Kwa maana katika eneo la mchango wa mabao, kwa maana kwenye numbers tutaangalia kina Clement Mzize mabao 11, sambamba pia na Prince Dube mabao 11. Kwa maana katika timu ya mchango wa mabao kitakwimu Pacom Zouzoua anafanyaje? Anazidiwa nao nyota kwa kiasi kikubwa. Lakini inapokuja katika eneo la kituzo binafsi, hasa man of the match na MVP, pengine ninaangalia namna gani ambavyo Pacom Zouzoua amejaribu kutengeneza uwepesi kwa hao wengine kupata hizo nafasi ambazo wamezipata. Unajua kuwa man of the match kwenye mechi sita na mechi 3 mfululizo sio jambo dogo. Na man of the match anaangaliwa namna gani ambavyo yeye binafsi ameweza kuifanya mechi kwenda na kwa matokeo chanya kwa timu yake. Umeona man of the match hawezi tu akaangaliwa kwa maana kwamba ameweka mpira kwenye kamba, lakini man of the match inawezekana ameichukuaje ile timu yake akaifanya kupata matokeo chanya. Unaona, na inapokuja katika swala la MVP tunapata picha kubwa sana kwenye eneo la MVP. Kama ni swala la kufunga mabao peke yake, basi yawezekana wao wanachukua MVP ni forward peke yake, yani striker peke yake ndio wanachukua. Lakini tumeshuhudia kwenye ligi kuu ya NBC msimu kadhaa iliyopita alichukua yani Bangala. Unaona bana, lakini hata kwenye tuzo kubwa mbalimbali duniani pincha nyuma alichukua Najib Abdul. Yes, alikuwa ni beki wa pembeni wa, na kuna kipindi hadi Mohamed Hussein alikuwa ni